Hi, we're happy for you to have us at your home, and we'd like for you to introduce yourself and get to know how your experience with cooking has been. Would you first tell us your name and tell us who you live with here? Naitwa Christina Pius Kisonga, naishi na watoto wawili. When do you usually cook? Midday, or is it just one meal per day? Or you can just tell us. Mimi napendelea kupika milo miwili tu, breakfast asubuhi na mchana. Usiku huwa sipiki. Okay. Mm. And before using LPG, how was your experience? What were you using before, and what were the challenges? You could just tell us a little bit. Kwa uchache nimeanza kupika kwanza kuni na experience na kuni. Pili mkaa na jiko la umeme. Lakini baada ya kuja gesi, nimeona gesi ni rahisi zaidi kupika na unapika kwa haraka zaidi. Kwa hiyo mimi furaha yangu mpaka utu uzima huu nilofikia. So you've told us you have used firewood, charcoal, electric stove, and now you're using gas. We'd just like to hear about the smoke during the time when you're using firewood and charcoal. How did it affect you, or do you believe that it affected you at the first place? Changamoto ya kuni. Kuni lazima utatoa machozi. Ndio changamoto moja hapo. Pili pia kuni kwa huko kijijini rahisi kuipata. Hapa ni ngumu. Mkaa nao ni shida, hata serikali haitaki. Lakini gesi ni rahisi zaidi. Ninapopikia gesi sichukui hata dakika nyingi. Mfano utaona hapa nikiwa nikipika. Ndio. Haina shida. Okay, so if you're using gas, you're saying that it is fast, it is easy. Do you mean that the use of charcoal or firewood cost you much, or it's quite tiresome during the preparation? Kwa maisha sasa hivi tunahitaji kufanya vitu kwa haraka zaidi. Kwa maana hiyo nikianza kutafuta kuni, nikienda kutafuta mkaa nachukua muda, lakini gesi naipata kwa dakika tu, nikipiga simu wananiletea nyumbani. Kwa hiyo hainisumbui na ndio maana nafanya mambo yangu mwenyewe. Now that you're using gas, which gas specifically are you using? Which brand, if I may ask, are you using? Zamani nilikuwa natumia aina nyingine ya gesi. Sasa hivi nimekuja kwa M-Gas kwa sababu ile kidogo ni nafuu kutumia. Kwa sababu unaweza kununua hata 1000 kutokana na pesa niliyokuwa nayo na nikaweza kupika. How did you first hear about M-Gas? M-Gas walijitahidi kuleta vijana ambao walikuwa wanapita mitaani. Kuna siku nilikuwa nimekaa hapo nyumbani mtaani, akapita akanishawishi, nikachukua na nikaona ni rahisi zaidi kwa sababu bidhaa sio kubwa. Kabidi nichukue na napikia mpaka sasa hivi na nafurahia kuwa na gesi. At first, which questions or what were your worries before using M-Gas? What do you think maybe what could go wrong that had you worry? What questions did you ask them? Kwanza walinishawishi kwa bei. Ule mtungi kuupata kwa hiyo bei ya mtu yoyote anaweza akachukua. Pili, sikuona shida sana kwa sababu sasa hivi hali ya maisha yamebadilika. Hata umeme tulikuwa tunatumia kwa sasa hivi, sasa hivi tunafanya kama M-Gas. Hata maji sasa hivi tunalipa kama M-Gas. Kwa hiyo haikunisumbua sana kulipokea. Nilipokea na natumia na toka wameanza niko nao na haina usumbufu wowote. Okay. So on the pay as you go system that you said it is the same as you use for buying electricity, paying for water bills, and it's the same system they use to M-Gas to buy gas for you to cook. And that's what mostly convinced you to use M-Gas. That's right? Kwa hiyo hata saa sita usiku nikiamua kupika nitapika kwa M-Gas. Hata kama imeisha nitanunua kwenye simu yangu, napata kitu nahitaji na familia yangu. Okay, so you've mentioned that you have had experience with also electricity, cooking stove, firewood, charcoal, and you've told us on how you came to change into using LPG. But I would want to hear more on what would you tell if your neighbor maybe comes in, asks for suggestion if he or should use electricity or use gas, and how would you convince him or her that you need to use gas rather than electricity stove since you have used both? Kwenye mkaa
kwanza kwa afya yako si nzuri. Au inategemea ule mti ulitumiwa wa aina gani, kwa sababu wanachuma miti ovyo ovyo na miti mingine sio salama kwa mwanadamu. Kwa hiyo inaharibu hali ya hewa katika maisha ya mwanadamu na mazingira pia. Pili, tunatakiwa kulinda misitu. Kwa hiyo tukiendelea kutumia mikaa itazidi tutaharibu mazingira ambayo sio safi, hata serikali yenyewe haikubali. Pili, umeme. Tunajua umeme ni gharama. Hiyo kawaida, yani hatuwezi kuzungumza kwa kupikia. Ukichukua maharage ukapika kwa umeme utatumia uniti nyingi. Sahihi. Lakini gesi mimi naipenda kwa sababu inalifikia haraka, pia gharama ni nafuu. Kwa hiyo ningeshawishi wanawake kama mimi watumie gesi. How was your experience on the first meal you cooked using gas? How did it feel? What changes did you experience? Mimi napenda ugali. Siku ya kwanza nilipika ugali na mlenda na dagaa. Alafu pili, sikuchukua muda mrefu, dakika chache tu niliweza kula. Na hata dakika hii nikiamua kupika hapa ni kwa haraka sana, watu wanakula. Haichukui hata saa moja nitakuwa nimeshamaliza kila kitu. Kwa hiyo inaokoa muda pia. From that meal of ugali, sardines and mlenda, how many minutes can you estimate that you used on cooking that kind of meal from preparation to getting? Naweza kusema kwa sijafikiria units, nafikiria sana kwenye hela nitatumia shilingi ngapi. Ukiniuliza hapo naweza kuelewa. Yaani nitapika vitu vyote, yaani kuanzia asubuhi mpaka jioni naweza nikatumia labda 3000 na chini hapo. Haizidi hapo. And that's quite fast compared to when we're using charcoal or firewood. Unachukua muda mrefu, utaenda kununua tena mafuta taa uwashe, unachukua, yaani inachukua vitu vingi ambavyo vinakuchukulia muda. Kwa hiyo kitu cha kupika nusu saa unaweza kushangaa umepika hata masaa mawili. So can you tell us on your very first experience when you started using M-Gas, after you already bought it now, they've convinced you enough, okay fine. Now you've started using M-Gas. What were your very first worries when you started cooking using M-Gas? Can you tell us, explain us a bit more? Nilishagundua kwenye hii gesi, unatakiwa upike na kwa kusubiri hapo, kwa hiyo sio unazunguka. Kwa sababu ukiacha muda mrefu ndipo gesi inapoisha. Ili vitu vigumu. Yaani vitu vigumu kidogo vinasumbua. Kwa sababu kama maharage inachukua muda mrefu, maharage yanaweza kuchukulia pesa zaidi. Kama inawezekana wangeturahisishia hata kununua labda kwa siku kwa kiasi kama unapika vitu vigumu. Lakini kwa vitu vingine iko vizuri sana, kama unapika chai, unapika mboga hizi nyepesi haina shida. So you've told us that you, when cooking, like maybe the boiling beans, it takes a lot of time rather than when you cook tea. I mean, when you boil water or when you want to prepare tea. Can you tell us maybe how many minutes roughly does it take you to boil water or cook tea? So when cooking, previously when you're using charcoal, you told us you're using more time going to fetch wood, preparing, using kerosene to light up the charcoal, firewood. And when you started using gas, you get to be more faster. So now I would like you to tell us what much time do you spend on preparing, cooking or cleaning after cooking? Kitu ambacho natumia muda wa kuandaa vitu vyangu ambavyo labda katikati mboga, inachukua muda, lakini kupika ni rahisi. Na pia kuchafua sehemu ni wewe, kwa sababu kama hapa unaangalia sina uchafu wote uliokuwa wa kunisumbua kuchukua dakika nyingi. Kwa hiyo kwenye swala la uchafu haina shida. Rahisi sana kusafisha. Ni sichafui sana jiko. Sasa unaona hivi. And how does your kitchen feel now, like the air, the ventilation around it, compared to the time when you're using charcoal? Kwanza nina furaha, pia nakuwa sio mzembe. Ukipikia kuni lazima ukae chini, utafute kitu uhangaike, lakini hapa unaona nimesimama bado nafanya mazoezi. Sawa hivi unavyoniona. Nafanya movement. Kuliko ukikaa pale na kwa kidogo nitatiza. Okay, now that cooking, you're having a happy time, you're feeling more active, cooking in the kitchen, safer air. How does you and your partner, or you and your children who share the kitchen here, how does your experience feel
sharing the kitchen right now compared to the previous moment? Swala la usalama ni nzuri tu kwa sababu wote tu wazima, hamna mtoto mdogo. Kwa maana hiyo tuna uhakika wa kuwasha, tuna uhakika wa kuzima gesi, sababu ukiacha kuzima gesi ni hatari, lakini kila mtoto alipokuwa ndani anajua taratibu zote za gesi. Kwa hiyo hamna tatizo lolote linalotokea sana. And would you say the process of switching on the stove, switching it off, would you say it's easy, difficult, complicated, it needs hands-on instruction? Hapana, ni rahisi sana kwa sababu nilifundisha siku moja tu na naweza naendelea. Sio ngumu, ni somo rahisi tu, na shauri tu pia mwanamke anaweza akatumia gesi. Kwa ushauri wangu mimi naona nimetumia na nimefaidika na gesi. And from your perspective, or from your normal day-to-day basis, how much do you use per week on a normal week? You don't have visitors, just you and your family. How much do you use for the guests to cook for the whole week? 7,000 au 10,000 hapo katikati. Situmii zaidi ya hayo. And compared to the previous gas you are using, doesn't matter the brand or the electric stove you're using, how much have you reduced your cost? Do you think the cost is effective now or it was effective then? Gharama inategemea na vitu unavyopika. Kwa gesi ile ya ambayo nilikuwa natumia mara kwanza, ile gesi inachukua kidogo muda mrefu, lakini hela yake ni kubwa. Kuna siku mtu unakuwa hauna hela, yaani urahisi wa hii ambapo hata shilingi 2,000 ukiona utapika uweze kulala njaa. Ile lazima utafute hela kubwa, hata kama yenyewe inakupa muda mrefu kutumia kwa hiyo hela, lakini bado mimi naona hii hapa ni rahisi kwangu kutokana na kipato labda nilicho nacho na mazingira nilionayo. Hii inanifaa zaidi kwa sababu hata 20,000, 10,000 nitanunua. Lakini ile nyingine lazima utoe hela kubwa. Labda unipe 50,000, 55 kwenda juu. Unaweza kawa una hiyo hela, kwa hiyo mimi na prefer zaidi yes. And how much do you top up per week? Kwa per week unanunua unit au unanunua gesi mara ngapi per week? Sijui hesabu. Mimi nikiona imeisha nanunua, bado sijapiga hesabu. And the minimum amount you buy most of the times, just to estimate, is how much? 10,000. 10,000 na mkaa ni gharama zaidi. Mkaa unaweza kununua 5,000 lakini huwezi kupika mara mbili kama una vitu vingi. Kwa maana hiyo, yani bado gesi ni sahihi kwangu. So how is your day different now regarding cooking experience? Yani hii ni rahisi, bado narudia tena pale pale. Hii ni rahisi, yani napika kwa haraka sana. Alafu hainisumbui, sijatoka nje. Mkaa siwezi kupikia. Hii nakaa ndani kwangu napika, hata nikiamua siku nzima napika na kula. Tukishani na watu nje. Nyumba zetu tunajua za Kiswahili. And what you like best now about your kitchen, is it now that you're using gas, is it that you can easily control the flame, or is it that it is cleaner, or that it is easier to cook or at home? Sasa hivi kwamba umeanza kutumia gesi, unachofurahia zaidi, mabadiliko unayofurahia zaidi ni yapi? Yaani kwamba jiko linakuwa safi zaidi, au wepesi wako kwenye kufanya mambo yako, au haraka? Hii gesi inafanya haraka, alafu sioni kama napata shida. Napika katika hali ya usafi kwa sababu nje nikipikia nje vumbi, lakini hapa vumbi siwezi kulipata. Kwa hiyo na chakula changu kinakuwa kizuri. Okay. Previously, about how many minutes would you spend in the kitchen entirely if you estimate it per week? Nafikiri kwa siku nikitumia gesi naweza kutumia labda lisali moja kuja na nusu mpaka jioni. Lakini kipindi cha mwanzo ilikuwa kwa sababu kuwasha mkaa unachukua muda ambao unaweza kuchukua masaa mengi zaidi kwa kutumia mkaa, kwa sababu mkaa huwezi kusema utapika kwa lisali moja. Uwezi, yani lazima utumie masaa zaidi ya 2, 3, inategemea ni nini unapika. Na uzuri wa gesi zina pleti hata 4 ukikuta zingine 2. Kwa hiyo